Naungana nami sasa hivi, naitwa Cecilia Wakesho Mathuva. Kiongozi wa upinzani nchini Malawi Lazarus Chakwera ndiye mshindi kwenye marudio ya uchaguzi wa urais uliofanyika nchini humo. Chakwera alimpiku rais wa sasa Peter Mutharika kwa kujizolea jumla ya 58.57% ya kura zote zilizopigwa siku ya Jumanne. Mnamo mwezi Februari, mahakama ya Malawi ilifutilia mbali ushindi wa Mutharika kwenye uchaguzi wa mwezi Mei mwaka jana, ikisema kulikuwa na mushkil kwenye hesabu za kura. Taifa hilo lilikuwa limeshuhudia mgawanyiko mkubwa wa kisiasa kabla ya marudio ya uchaguzi huo. Ni taifa la pili barani Afrika kihistoria kubatilisha uchaguzi wa urais baada ya taifa la Kenya mnamo mwaka 2017. The commission declares that Lazarus Chakwera, the candidate who has attained 58.57% of the votes, has attained the requisite majority of electorate as appearing in the second schedule and is duly elected as President of the Republic of Malawi. You see, Malawi has stagnated in terms of development because the systems did not work. Deliberately, the systems were rendered dysfunctional by those that were in leadership. Now, Dr. Lazarus Chakwera's main agenda is to make sure that there are systems that do work. We do hope that whichever administration comes on board from 2020 onwards, there should be that level of seriousness that says we are appointed as leaders for the very purpose of ensuring that we safeguard the interest of the ordinary citizen. Haya kijiri, Lazarus Chakwera anaendelea kupokea jumbe za hongera kutoka kwa viongozi mbalimbali ulimwenguni kufuatia ushindi wake. Mmoja wa viongozi hawa ni Seneta wa Baringo na mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi. Kwenye ujumbe wake, Seneta Moi anasema, kwa niaba ya chama cha KANU na mimi binafsi, ningependa kumpongeza rais mteule wa Malawi Lazarus Chakwera kwa ushindi wake anaostahili. Tunaposherehekea ushindi wake, ningependa kumshukuru kwa niaba ya familia ya Moi kwa kusimama nasi tulipompoteza mzee mwezi Februari na kwa kuhudhuria mazishi yake Kabarak. Daima tutamkumbuka kwa ishara hii ya unyenyekevu wakati tukipitia wakati mgumu. Kila laheri kwa Chakwera anapotoa uongozi wa kupeleka Malawi mbele kimaendeleo. Ujumbe mwingine wa hongera ni kutoka kwa kiongozi wa ODM ambaye pia ni mjumbe wa muungano wa Afrika AU, Raila Odinga, ambaye amesema, nawapongeza raia wa Malawi kwa kufanikisha uchaguzi wa amani na wa urais, na pia rais mteule Lazarus Chakwera kwa ushindi wake. Nampongeza pia rais anayeondoka Peter Mutharika kwa kuweka mazingira ya kuwezesha ubadilishanaji wa mamlaka kwa njia ya amani na yenye mpangilio. Bila shaka ni habari njema hapo kwa taifa la Malawi. Tunamtakia kila laheri rais huyo mpya wa taifa hilo. Lakini kwenye taarifa ya tanzia ni kwamba wakazi wa mji wa Naivasha wameachwa kwa mshtuko baada ya mwanamke wa umri wa makamo kuoa wanawe wanne wenye umri wa kati ya miaka 2 na 8 kwa kuwapa sumu. Maiti za watoto hao zilipatikana zikiwa zimefungiwa ndani ya nyumba yao karibu na shule ya upili ya Naivasha siku ya Jumamosi alasiri wakati polisi waliitwa. Inadaiwa kuwa mwanamke huyo ambaye kwa sasa amenaswa aliwapa sumu wanawe wasichana 3 na mvulana mmoja Ijumaa jioni kabla ya kutoweka. Afisa mkuu wa polisi Naivasha Samuel Waweru alithibitisha tukio hilo akisema mwanamke huyo alitiwa mbaroni akiwa mtaa wa Kayole mjini Naivasha alikokuwa mafichoni. Tumepatanikana na hilo janga ambalo ni my sister, dadangu mkubwa ameua watoto wake. Hatujajua kiini chake ni nini, lakini ni kitu ambayo imetushtua sana sababu hatukuwa tumegundua ama tumekuwa na dalili ya shida yoyote,
hata jana hakukuwa na shida yoyote, so hatujui shida ni nini. Alikuwa amepost kwa family WhatsApp group, alikuwa ametutumia picha za watoto. Kwanza nikashangaa ametuma picha kwa nini, halafu akasema tuombee watoto wake maana amewaua. Mama kama huyu labda alikosa mtu wa kumwongelesha, alikosa labda mtu wa kuongea naye, na ndio maana mambo kama yanatokea. So si kama majirani tungeomba, kama tungekuwa ile mambo ya nyumba 10 iwekwe vizuri yenye, kama mtu ako na shida anaweza ongea na mwenzake, ili tuweze kujua shida ni nini. Iwapo tafadhali wanawake ama wazazi mko na shida, tafadhali jaribu kuongelesha marafiki, jaribu kuongelesha hata ama wazazi ama familia. Tafadhali, lakini sasa kuua jamani ni mambo mbaya sana. Hawa watoto sababu ya kuhai mwenye ambaye ameuana. Hiyo kitu amefanya ni kitu mbaya sana. Angewachia watu wengine waongelea. Tafadhali, badala ya kuua. Siuwe. Sijui kwa nini unyama umetoka kwa wanyama umeingia kwa binadamu. Na bila shaka ni taarifa ya kusikitisha mno, lakini tusonge mbele ambapo wanafunzi 121 raia wa Kenya waliokuwa wamekwama nchini Sudan kutokana na janga la COVID-19 wamerejeshwa humu nchini. Wanafunzi hao walifika kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi jijini Mombasa jana jioni. Walifanyiwa uchunguzi wa lazima wa kiafya walipowasili na kushuka kwenye ndege ya Kenya Airways kabla ya kuagiziwa kuelekea kituo cha taasisi ya serikali cha Kizingaria kwa karantini ya lazima ya siku 14. Harakati za kuwarejesha zilianza kufuatia shinikizo kutoka kwa baadhi ya wanasiasa kutoka Mombasa. Angalia hali ya wazazi wetu kutokana na gonjwa la corona. Wazazi wetu wameweza kulemewa, na sisi tegemeo letu la kuishi kule ni mapato ya wazazi wetu. Hatungeweza kustahimili maisha ya kule hali ya kwamba shule zimefungwa. Tunahitajia kuishi, na mbali na kuwa support ya wazazi wetu imepungua. Tulikuwa na hamu na tamaa ya kurudi makwetu, na tukaomba msaada kwa embassy yetu na wakaweza kutusaidia, ila tikiti waliotutolea ilikuwa $534 ambazo wengi wetu hatukuweza kulipa. Kwa hiyo ikabidi tutafute jinsi ambayo tutaweza kupata msaada kutoka kwa serikali yetu ama wadhamini wowote ili tuweze kurudi nyumbani. Kutoka hapo tutachukua kwenye quarantine kwenye Kenya School of Government, na sasa hivi kwa sababu ni usiku tulikuwa tushaweka timu zetu tayari, wakifika tu wapimwe, lakini kwa sababu ni usiku timu zetu washaondoka. So kesho asubuhi mapema saa 1 timu zetu zitakuwa pale na wote watakuwa tested for COVID-19. The students are back. We have 84 from the coastal region, majority ni wa Mombasa. The government assisted kwa upande wa logistics. Embassy ya Sudan nilikuwa nikiwasiliana na wao. In fact, I talked to the ambassador just yesterday prior to them. Serikali imesaidia pia to ensure that Kenya Airways does not charge any profit. Those are the only logistics ambao kwamba serikali watakuwa tunaweza kusema wamesaidia. Another bunch of students which are left in Khartoum, numbering around 62 students. Now, among these students, we are looking for well-wishers to help the students come back to Kenya. Kenya Airways is ready to send another plane in a couple of days, provided that we have well-wishers who paid the money, because these students already paid half of the ticket, which is $245, about 53,000 shillings. So we are looking for well-wishers. Na familia ya Michael Ngumbao Jola, mwanamume aliyeuawa kwa kupigwa risasi kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa kwenye kampeni za uchaguzi mdogo huko Malindi mwaka jana, inaendelea kulilia haki. Ngumbao ambaye ni mjombake mwakilishi wa wadi ya Ganda Ruben Katana Mwamuri aliyeibuka mshindi kwenye uchaguzi huo alipigwa risasi na mtu asiyejulikana Oktoba tarehe 15, siku 2 kabla ya uchaguzi huo mdogo. Mazishi yake yalihudhuriwa na wanasiasa mbalimbali akiwemo kiongozi wa ODM Raila Odinga na gavana wa Kilifi Amason Kingi, ambao waliahidi kuhakikisha familia hiyo inapata haki. La kusikitisha ni kwamba hadi sasa ilisalia ahadi tu, kwani hadi sasa ripoti ya uchunguzi wa tukio hilo haijawahi tolewa wala yeyote kushikwa kufuatia mauaji hayo.
Tulisema mimi na Uhuru hatutaki kuona kama maisha ya Mkenya yote tena inapotea kwa sababu ya uchaguzi. Na hiyo ni moja ya mambo sababu sisi tumeunda ili tume inaitwa BBI. Ili tumalize mambo kama haya. Sasa jamaa anawawa tena nyumbani kwake. Ikiwa hakuna chochote kitafanyika baada ya kifo hiki, then we are courting disaster in 2022. Maanake wanasiasa watajua wazi, unaweza kuua na ukaendelea na maisha yako. Tungeomba serikali uchunguzi uliofanya tujue tena wale waliohusika na kitendo hiki, kwa sababu kikatiba Kenya inamlinda mwananchi na mali yake, na jambo hili lilitokea. Ni nini serikali inafanya ama uchunguzi huu kuchelewesha kwamba sisi hawa waliohusika hawajashikwa na at least kufanyiwa mashtaka? We are much pained by this act. This is a brutal act, inhuman, and we want to know the fate of the investigation. I know as a family, like any other citizen in Kenya, we have enactment. We are entitled to equal rights and protection of the law. We are requesting, we want to know the fate of that investigation. Na hayo yakiarifiwa, baadhi ya wanataaluma mbalimbali kutoka eneo la South Rift wamekashifu wanasiasa wanaoegemea mrengo wa naibu rais William Ruto kwa kubuni chama kingine ilhali ni wanachama wa Jubilee. Wakiongozwa na mmoja wao John Langat wamekashifu hatua hiyo, wakisema ni kinyume na maono ya Rais Uhuru Kenyatta na njia ya kumdharau. Walizungumza mjini Bomet na kuwataka wanasiasa kushughulikia kuwahudumia Wakenya badala ya kuanza kampeni za mapema. Through the established committee, so for 2022, that one should be, it is not as, I want to put in case in point, where you find the Jubilee members who were paid for having failed to deliver in their parties, to stop forming other political parties and mainstream their work to service delivery. I don't want, as a citizen of this country, to hear a party being formed that goes against the president's vision for this country. Some of the unfulfilled promises are construction of Itare Dam, Pineapple Factory at Roret, Poster Dam, Kibosta Dam, Kiogong, Sigor Kabosan Road, Stegro Factory, 500 million in 500 million given to Jamstad by the president was given to this Stegro, but nothing has happened. Na zaidi ya wafugaji 500 kutoka jamii ya ufugaji wa kuhamahama ama jamii ya wafugaji wa kuhamahama wa Samburu wamekabidhiwa ng'ombe wa maziwa na ndama ili kuwasaidia kujikwamua kutokana na hali ngumu ya maisha wanayopitia kufuatia janga la corona. Ni hatua ya hivi punde ya serikali ya kaunti hiyo ambayo imeanza kuwapa hamasisho wafugaji kukumbatia mbinu za kisasa za kuwafuga ng'ombe wa maziwa walio na faida kwa kiuchumi. We are enhancing better breeds for our sheep, better breeds for our cows. And especially for farmers in the highland, this will go a long way in improving production of milk, basically production of meat because of quality of sheep. Na tumejaliwa pia na mfua, department itaendelea kubuild capacity, maneno ya forage, maneno ya livestock diseases, kufanya follow-up kwa sababu ya risk ya tropical diseases. Wanyama si wanyama ordinary. Tukienda kuweka in an ordinary manner,
vile tumekuwa kitunza wale wengine, 2 years down the line we will be back to zero. Lazima tujitayarishe vizuri, na ninaamini ofisi ya Raman amewapanga vizuri vile mnaweza kutengeneza foda, kwa kuwa wanyama lazima wategemee malisho bora. Tuko hapa leo kupokea hizi ng'ombe na rams ili tuweze kujidumu kubadilisha maisha zetu, na tunashukuru kwa vile tunaona mambo siku hizi mashamba zimeanza kukatakatwa. Hii mambo ya kutembesha ng'ombe kutembea kila mahali itakuja kusimama. Kwa hivyo tunashukuru tupate ng'ombe ya quality, ng'ombe ambayo inaweza toa maziwa, ng'ombe ambayo inaweza toa pesa kwa wingi. Vile serikali inaenda kutusaidia ya county na MCS, tunasema asante. Kwingineko, wahubiri katika kaunti ya Garissa sasa wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuondoa marufuku iliyoko inayopinga makanisa kutoendelea na ibada zao kufuatia janga la corona. Wahubiri hao wanasema matatizo yanayoshuhudiwa sasa ya kudorora kwa maadili ya kijamii yanatokana na kutokuwepo kwa mwelekeo kutoka makanisa. Wanasema wako tayari kuzingatia masharti yatakayowekwa iwapo wataruhusiwa kufungua makanisa ili kuendelea na ibada zao. Huyu ni daktari. Okay. Anaelewa. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rais wetu, tunakupenda, tunakuombea, lakini tunakuomba utufungulie makanisa turudi katika ibada zetu. Maana yake hapo ndio tunaweza kuombea wagonjwa, tunaweza kuombea wale wako na mahitaji aina mbalimbali, na tukiwa pamoja na hiyo joto tutaendelea kuombea nchi yetu, ili hata umoja ambayo tunaitafuta inaanza kanisani. Kanisa ndio mahali pa kupatanisha serikali pamoja na raia. When churches are open, we'll continue with our children, youth, busy with their activities and avoid many pregnancies. As per now, children and youth will be taken care of when the churches are open. Leo tukiangalia tuko tarehe 27 mwezi wa 6, na kutoka hii jambo liingie katika taifa letu ni kama siku 10 ni kama 13 Sundays ambazo sisi kama kanisa hatuja kuwa pamoja na wahuduma ambao wanakuja kwa makanisa yetu ili tukaweze kuwahudumia. Kwa hivyo tumeona tusii sana rais atufungulie makanisa, maana watu wengi wameumia. Kuna watu walikuwa wameajiriwa makanisani, sasa hawana kazi. Pia yale matoleo tulikuwa tunatoa kanisani, tulikuwa pia tunasaidia mayatima na wale watu hawajiwezi. Sasa hii hatupati hiyo matoleo na kusaidia wale ambao hawajiwezi. Kuna mambo mengi mahovu ambayo inafanyika katika familia na katika vijiji na katika miji yote. Na ndio sababu hata unaweza kuangalia kaona jela zetu za Kenya, ripoti za maovu huenda zikawa zimeenda juu, kwa sababu watu wamekosa yale maadili ya imani na yale maadili ya utu wema. Na kwa hivyo ndio sababu tumekusanyika. Na bila shaka ni vyema kutaja kwamba kwenye taarifa yao Wizara ya Afya leo hii wameahidi kwamba kamati iliyochukua jukumu la kushughulikia ufunguzi wa makanisa imesema kwamba mwelekeo utatolewa kwa kipindi cha juma moja lijalo. Kwa hivyo tusubiri kiu cha kuenda kuabudu, swali litakuwa linajibiwa katika wiki moja ijayo. Tusonge mbele ambapo Naibu Gavana wa kaunti ya Busia Moses Mulomi amewapa onyo wahudumu wa afya wanaopanga kuandaa mgomo kuanzia Jumatatu. Mulomi amesisitiza kuwa badala ya kuandaa mgomo, wahudumu hao wanastahili kutoa muda wa mazungumzo kuhusiana na matakwa yao, na iwapo wataendelea na mgomo huo basi watakiona cha mtema kuni. Sisi kama kaunti tunajua ya kwamba tumefanya vilivyo kwa upande wa kazi, na ikiwa kuna mfanyikazi pengine ameamua ya kwamba hataki kufanya kazi
Nafikiri kufikia Jumatatu sisi pia kuna sheria ambayo tutafuata. Hiyo sheria ikiwa ni kupitia kwa njia tofauti za kisheria, tutaweza kueleza wananchi ni action gani tutachukua. Lakini sidhani kama tutaendelea kulipa mfanyikazi yeyote ambaye hatakuwa kazini, kwa sababu hii itakuwa pesa ni ya serikali, pesa ni ya umma. Hatuwezi kuitumia bila kujua imelipwa kwa nini. Na vile tunavyojua ni kwamba kila mmoja wetu, ikiwa tunangojea promotion na tumeshapata promotion wengine, si kitu ya kusimamisha kazi. Na kama kutoa majibu yao, wahudumu wa afya Busia wamesisitiza kuwa mgomo utaendelea kesho hadi matakwa yao yashughulikiwe kikamilifu. Mgomo wetu ambao tulisema utaanza saa 6 ya usiku leo kuamkia kesho, tunaambia wafuasi wetu wote ambao ni members wetu, tunawaambia wasikanyage kazini hadi serikali ya kaunti itakapotimiza yale matakwa ambayo tuliwapelekea. The strike is still in force because all our grievances have still not been met. What we are seeing are invitation for suitability tests. A suitability test means that not all these members again will go for promotion, because some are just a common cadre that do not merit for those particular suitability tests. So we urge the employer to be honest in their mandate as an employer to avert this strike and avert many sufferings. Na mtu ambaye atatutisha, kwa sababu tumefuata sheria zote za kuitisha mgomo, yale ambayo tulitakiwa kufanya kama chama cha waafisa wanaosimamia vyama vya wafanyikazi wa idara ya afya, tumezingatia yote. Kwa hivyo mgomo unaanza, mgomo utaendelea hadi wakati matakwa yetu yote yatatimizwa. Turejee hapa Nairobi ambapo mbunge wa Kamukunji Yusuf Hassan amewatembelea wafanyabiashara wa soko la Gikomba waliopoteza bidhaa na mali zao kwenye mkasa wa moto hivi majuzi na kutoa msaada wa fedha na vifaa vya kuwawezesha wafanyabiashara kuendelea na maisha yao kama kawaida. Akiwa ameandamana na mwenyekiti wa wafanyabiashara hao Teresia Wairimu Njenga, mbunge huyo amesema kila mfanyabiashara aliyeathirika atapokea msaada kutoka kwa serikali ili kuwakwamua tena. Aidha, wafanyabiashara hao wameiomba serikali kulegeza masharti dhidi ya uagizaji wa nguo za mitumba. Leo hii si kama siku zile zingine. Leo hakuna mtumba. Hata kama mtu ako na elfu zake 10 hawezi akanunua bale kwa sababu hakuna stock. Inamaanisha ya kwamba hao watu saa hii wanarudi nyumbani express kwa sababu hakuna mzigo wa kurudi. Kwa hivyo ni ombi letu, ukiangalia yale matatizo yametupata, serikali yetu muweze kutusaidia, muweze kutuondolea hii ban. Janga hili la moto mara 2, wakati mwingine mara 3, na nataraji kwamba safari hii serikali iko chonjo na itachukua hatua zinazostahili kupeleleza na kuhakikisha kwamba hatutapatwa na janga jingine. Ishafanya uamuzi wa kutoa fedha taslimu kwa watu walioathirika 2,200. Leo nasikia kwamba karibu watu 300-400 hivi watakuwa wameshaanza kupata hiyo msaada. Pili, serikali imekubali kujenga ukuta, imekubali kuweka CCTV pamoja na borehole ambayo italeta maji hapa kwa sababu. Na mtazamaji, kufikia hapo tunatamatisha taarifa zetu za Mbiu Weekend.